Leo ni interracial. Kwa kuanza utasema wewe ni mwanamke unatafuta mwanaume, au ni wewe ni mwanaume unatafuta mwanamke. Utaweka majina yako ambayo unataka kutumia kwenye dating sites pamoja na email yako. Tafuta picha, weka picha nzuri. Ukishamaliza kuweka picha, ni muda wa kuseti umri unaoutaka wanaume waone kule kwenye dating site hii ya Interracial Cupid. Mimi hapa niliseti miaka 36 mpaka miaka 66. Kwa maana hiyo wanaume nitao kuwa na waona ni kati ya hiyo range ya hiyo miaka. Kwa hiyo kila mtu ataseti kulingana na matakwa yake. Inayofuata ni location. Hii location itakudetect moja kwa moja mahali ulipo. Hivyo, hii Interracial Cupid unaweza kuweka location yoyote hata kama sio ya kwako. Mimi hapa mfano ili ni detect mimi niko United States. Lakini muda huo mimi nikasema hapana, nataka niwe nchini Finland. Na kweli nikaweka hiyo nchi ikakubali. Kwa na wewe moja kwa moja itakudetect huko Tanzania, na hivyo unaweza kuweka nchi yoyote unayoitaka, iwe ni Germany, iwe ni Denmark, iwe ni United States, yoyote ile. Kwa hiyo wanaume utakuwa unawaona, utakuwa unaona wanaume kutoka hiyo nchi husika utakuwa umeichagua. Kishamaliza hapo una submit. Baada ya kuseti location hapo, unaweza kusema unataka hiyo nchi unayoichagua uchague city yoyote ama uweke popote pale mtu akuone kutoka hiyo nchi. Baada ya hapo unachagua aina ya mahusiano unayotafuta kwenye Interracial Cupid. Sote tunajua tunatafuta long term relationship. Utachagua hiyo. Kishamaliza hapo kama kawaida utaenda kusema wewe ni nani? Wewe ni black. Wewe ni mtu kutoka Afrika. Vyovyote vile yeye ni nani? Ni black. Kwa utachagua black hapa. Utasonga. Wakati unasonga hapo utaenda kuchagua jinsi imani yako, wewe ni dini gani, wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, wewe si ni nani. Chagua kulingana na dini yako. Kishamaliza, ni muhimu pia hiyo kitu. Ukishachagua hapo, hapa ni sehemu ya unywaji. Wewe ni mnywaji wa pombe, wewe sio mnywaji, au wewe ni mnywaji kidogo, utaweka. Baada ya unywaji kuna kuvuta sigara. Wewe ni mvutaji ama wewe sio mvutaji, ama unavuta kidogo, labda una vibe ndo unavuta. Hiyo inaitwa casual smoker. Kwa hiyo utaweka kulingana unavyopenda. Hapa inauliza kama unataka watoto. Utasema kama unataka watoto, kama hutaki utasema, kama hauna uhakika pia utaweza kusema hauna uhakika. Hapa ni marital status. Wewe uko single, uko separated, uko divorce. Utachagua kulingana na situation yako ya mahusiano kwa sasa hivi. Lakini wengi tunakuaga tuko single, lakini wengine wanakuwa wamepata divorce. Weka kama una divorce, haina shida. Ukishamaliza hapo, unaonekanaje? Muonekano wako unaonekana vipi? Hapa kuna wale wanaonekana beautiful, wewe ka average tu. Lakini pia kuna jinsi mwili wako unavyoonekana. Wewe ni petite ni wale ambao wadogodogo, lakini slim ni wale wembamba. Kuna ambao ni wana mazoezi, kuna wale wenye mwili wa average wa wastani. Mara nyingi wewe ka average tu, au kama unajiona uko figured ama unajiona wewe ni chibonge, weka pia inakupa. Hatua inayofuata hapa itafunguka kwa design hii. Hapa itakwambia uedit profile yako, kwa sababu hapa kuna vitu ambavyo vitakuwa vinahitaji uendelee kuviedit. Ukiangalia hapo juu kuna profile, kuna match, kuna vitu vingi hapo juu. Kwenye simu yako vitakuwa vinaonekana chini. Kwa utaenda kugusa kimoja baada ya kingine kuhakikisha kila kitu kimekaa vizuri. Sawa? Usiache sehemu wazi. Nimeanza sehemu ya photo. Ukiangalia photo hapa nahitajika kuongeza picha. Kwa unatakiwa kuongeza picha. Kabla hujaendelea kuangalia watu gani, hakikisha profile yako imesimama vizuri. Naenda kwenye profile yangu, ni vitu gani sikuvijaza vizuri, sikuviweka vizuri, naenda kuvihakikisha sasa. Ambacho kipo kitaendelea kuwepo. Kama kuna kitu natakiwa kukiongeza, nitaongeza. Kama kuna kitu natakiwa nikibadilishe, nitabadilisha. Kwa mfano kama hapa imeniuliza masuala ya urefu. Kama tulivyosema, hizi dating site pia zinahitaji kujua urefu wako. Kwa hiyo kila mtu ajue urefu wake aweze kujaza sehemu hii. Lakini pia kuna kuulizwa mpaka uzito wako. Na wenyewe hakikisha unajua uzito wako ni una uzito wa kilo ngapi. Na wenyewe utatakiwa kuweka. Kwa hiyo hapa ni kuhakikisha kila kitu kimejazwa.
Yaani hivi vitu hata vihitaji elimu kubwa sana. Hivi ni vitu ambavyo vinakuhusu wewe. Kwa hiyo utakuwa unajaza kulingana na wewe jinsi ulivyo. Kwa hiyo utahakikisha kila mahali pamejazwa. Kila mpaka kujajazwa kujazwe. Yaani kila kitu kijazwe. Hakuna kukimbia hapo kwenye profile. Profile yako hakikisha umegusa kila kitu kimegusika. Kila kitu kiguswe hapo kwenye kuedit profile yako. Yaani kabla hujaendelea, hakikisha profile yako imekaa vizuri. Yaani hakikisha kila sehemu umejaza. Sawa, hakikisha kila mahali umejaza. Yaani kila unapoona haujapagusa, paguse. Weka kinachotakikana kulingana na wewe jinsi ulivyo. Sawa. Hapa unaulizwa your background, vitu vya culture, tamaduni, wewe weka. Alafu tunapomaliza hapo tunakuja sehemu muhimu sasa. Hii ni sehemu ya kujieleza kidogo, ndo sehemu ya bio. Sawa? Hapa profile yako, your profile heading itakuwa inaonekana kwa wanaume wote. Hicho kidude ambacho utakiandika hapo, maandishi utayoandika hapo, kama mimi hapa natafuta mtu sahihi, hiyo ndio itayokuwa inakudefine kwa wanaume wengine. Mfano mimi hapa nimesema ready for something meaningful. Hii itaonekana kwa wanaume wote ambao watakuwa wanakutana na hii profile yangu. Hichi kitu ndio kitakuwa kinanitambulisha. Lakini baada ya hapo utaweza kuandika sehemu ya nini? Sehemu ya bio yako. Utaweza kukopi hata mahali nimeandika. Ukishamaliza hapo kuna sehemu ya kumatch. Kuna sehemu ya interests. Sasa tunaenda kwenye match. Wanaume unataka wanaume waaje. Umeona hapa ndo sehemu pia ya kuweza kuchange nini? Location. Ulikuwa Finland, ulikuwa unaona wanaume wa Finland, sasa unataka kuona wanaume wa United States, unakuja hapa kwenye match. Ulikuwa unaona wanaume labda wa miaka 36 mpaka miaka 66, unasema hapana, mimi sasa hivi nataka nione wanaume wa miaka 36 mpaka 40. Kwa unakuja hapa una edit kwenye miaka, unaweka miaka unayoitaka. Location unataka kuchange, una change location. Hapa ndo sehemu ya kuchangia location, sehemu ya match. Mimi yangu kwa sababu ni PC, kwa sababu ni computer inaonekana kule juu, lakini kwenye simu yako zitakuwa zinaonekana hapo chini. Ukishamaliza kuna vitu vingi unavyovitaka kwa mwanaume ambaye unamtafuta. Kuna appearance, unaweza ukasema unatafuta mwanaume mrefu, yote viko hapa. Lifestyle yake, asiwe anavuta nini, kila kitu kiko hapo. Ukimaliza una submit. Umeona ilivyo simple? Ukishamaliza hapo tumekuja kwenye interests. Vitu gani wewe wapendelea nini? What do you do for fun? Nimewaambia msiache sehemu yoyote wazi. Mimi nitakuwa nawapeleka haraka, lakini wewe unatakiwa urelax, ujaze kila kitu kwa hatua by hatua ili profile yako iweze kuwa iweze kuonekana kwa watu ikiwa imekamilika. Ukishakuwa umemaliza hapo, tunarudi kwenye verify profile yako. Sasa hapa kwenye profile verification, hapa ni kama ni simu yako itakuhitaji kupiga picha ili kuweze kuverify account yako, kwa sababu mimi hii ni PC haijanipa hiyo option. Sasa nataka niwaoneshe watu wanaokuwa wamelipia kwenye dating sites hii ya Interracial Cupid. Interracial Cupid, watu waliolipia wanakuwa na hiyo alama ya blue, wanakuwa na alama ya yellow, wanakuwa na alama ya black. Kutana na watu ambao wana hicho kivuli chenye alama ya blue, au watu wamelipia, nenda mabio, mtumie text. Akiwa interested na wewe atakujibu. Ama watu wa design hii wakikutumia message unaweza kuwajibu moja kwa moja. Kwa hiyo kama hata kujibu pia isiwe case, means atakuwa hajawa interested na wewe. Pia nataka niwaoneshe kitu kingine cha kuweza kuswitch off profile. Hapa ili uweze kuficha account yako, unakuja kwenye profile settings, itakuwa hapo chini kwenye simu yako. Alafu hapa kwenye profile settings ukiingia kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza inataka upande wa online status. Online status hapa ni pale ukiwa online utaki watu wajue kama uko online, ama ukitoka watu wasione last scene yako. Hapo utaweka show me as a busy. Lakini pia kuna kitu kinaitwa display profile. Display profile hapa kama ukitaka kuhide kwa muda, una hide mtu asiweze kukuona, una hide kama unatoka kabisa, profile yako inakuwa imefichwa.
Lakini kama unataka kufuta kabisa, unakuja hapo kwenye switch profile. Sasa vipenzi, hawa ni watu ambao hawajalipia. Hao watu ambao hawajalipia, hakuna blue, hakuna nini, hao watu hata wakutumia message hautaweza kuwajibu. Kwa hiyo usihangaike nao. Hao wanakuwa hawajalipia.